Hello my good people, it's your boy Engineer wa Hafla, or rather you can call me Ezekiel Kitui, and we're here back again in the second episode ya Speak on It. Mimi hapa ni Caxton, huyu ni mwana msioka. Sema tu karibu sana. Adam Adamaris. It's your girl Marian Mshai, aka Triple M. Welcome to the podcast. The power in the house mazee iko low bana, kwani hamja kunywa chai ni? Watu hawajalipa mshahara. Januari bana, Januari, mambo ya Januari hii. Januari at least ndio inaisha, imekuwa wiki 7 ama ngapi? Tunaingia saa mwezi wa mapenzi, February. Sema hiyo kwa wale ambao wako kwa watu wengine, watu wako single hapo, naambia mambo na mapenzi nini, nawaambia nini? Wana focus kutafuta pesa, nyinyi mapenzi sijui maua nini. Kwani wao mko single serious? Say thought ilikuwa jokes. Watu wako kusema hivyo, lakini I think kwa ambao wanaona like inafaa, wale ambao wanasema wako ndani tunasema kwamba mimi nawatakia kila laheri. Kila laheri kwa nini jamii? Na nini? Kwa mapenzi. Maana kwamba kuna watu wengine wanasema saa hii Januari kuna some beautiful ladies wanakuongelesha vizuri, kuna wanaume wengine wanakuongelesha vizuri. Kumbe mtu asijue kwamba hiyo ni trap. After two Valentine basi hiyo imeisha. Chukua hiyo chance. Hapo bana za kuwa kini. Sasa wako single hawana watu, lakini wanajaribu ku mtu ana mtu, lakini utasikia usiku maua utamwona ameposti maua. Usiachilie hiyo chance. Sasa hivi ndio time yenyewe wale wanyoko na watu pia wanajaribu kuanza kuachana nini. Tafuta kama kusaka dogo tu na kusingizia. Jana ni mwana Na kwa it's done. Jana ni mwana kijana mwingine akile TikTok ameacha before Valentine's. Jude mmepata mtu ako na gari. So, kwa unyana pesa naona tu anaachwa. Dalili ukiona dalili za maua hakuna, unazitoa. Hii si maua bora hata ile ya msitu tu mtu akikuletea at least love bana. Isema love is about money and It's about money. Alisema. Wewe kwanza nasikia mama na Valentine nini naona Valentine sijui kama ni kama tutatafuta mtu atufunze ama afunze watu wengine Valentine ni nini, because ni siku ya kuwapea maua, ya kuappreciate mtu ambaye anakupenda. It's not a matter of mpenzi nini, you can just share love kwa family, kwa nani. Lakini siku hizi majenzi umechukulia ni kama nini. No, si family. Nini mpenzi, couple. Lakini couple ni lazima mwanaume ndio na spoil them. Nope. Swali tu. Hapana, hiyo nasema hapana. Lakini mostly nyinyi ladies bana ni kama hiyo yenu bana. Sasa ukiangalia ni kama kitu hata ni Men's Day ama Father's Day, lakini baada unapata bado ni dem anataka spoiliwe. Hata sikia birthday yako una spoil dem yako ndo afikiri mara mbili kama atakuspoil. Lakini ifai iko hivyo. Unafaa appreciate ulizaliwa na akakukubali. Kama ungezaliwa ama angekukubali. Hivyo, lakini sipia kwani uko na do lakini bado unapata dem hata ako job. Ako na kila kitu. Lakini bado anataka tu bado naona. Pesa yangu si ni yangu na yako ni. Yule mwanaume unapata pale na struggle anang'ang'ana, hauna kitu lakini unang'ang'ana. Yule mtoto wenyewe lazima umbaie maua na hauna kitu, unapambana. Hadi unaenda mjei yako wera, lakini bado anataka niwendo. Una withdraw, unasema tu umetulia, kuna mtu mwingine atafanya zaidi. So lazima ukae hapo umefanya more. Usipofanya siku na mwingine atanifanyia. So being the month of love, what's your ideal date? Kasa kwa mfano umepata kama unajua una mtu lakini sasa umepata mtu. Tunamwombea. Nakwambia bado upate mtu before hii February. Jikaze bro. Kama kuna mahali ushatupa ndoano. As at now mimi sitaki mtu as at now. So hii mwezi Feb nini hiyo mambo. Commitment za nini? Nakupea sister yangu ama. Za nini? Unaona Ndio hiyo. Unaona watu? Na nilisema nakupea sister yangu ama. Baadaye, lakini si sasa tumesema tu baadaye. Si sahi. Tumesema tu baadaye because sahi unaona mambo sahi ndio hii bana. Hii Januari unaona hii Januari venye imekuwa. Like watu wengi pale wanapambana, watu walipiga sherehe December nini wapi bana. Siku watu bado nasikia wanapambana. Kwa hivyo umesave ya Valentine. Mimi nimesikia hii saa toka kwanza watu wanapiga 61st. Ndio kulikuwa na 31st ndio watu wakavuka mwaka. Bado kuna wanaendeleza kwa 61st. Tunashangaa wale na sisi, kwani we are living in a different. Ukilia una pesa lia peke yako, useme hakuna pesa, sema mimi sina pesa. People have money out here, my friend. Sasa kama tuseme umebarikiwa sasa hiyo time Valentine uko na mtu. What's your ideal date? Sasa unataka kupeleka tunasema tu hii hapa manzeni shamu siku unaweza mfanyia ni huyo mtoto mzuri. Bana mimi sina idea, sina plan, unaona?
Mimi hakuna plan niko nayo ya Valentine nini. Sio tu una plan, sema una pesa. Na nyinyi mababy. Plan ndio haiko. Pesa. Unaona? Pesa iko. Si kuna watu wanapendana sana na hawana Kama pesa. pesa iko nichukue. Nani wanapendana bila pesa? Kuna watu wanapendana na hawana kitu nini. Wili wanadanganya. Unaona hii ni akili sana imekuwa kwa madem Siwezi chukua mtu ana pesa. Nini. Na demu mwenyewe hata ana dope hata. Pesa hauna. Unaona? Wazazi wako pesa hawana lakini utasikia mtu pale mimi siwezi kuwa nini. Demu anakuja. Ndio naona pale campus pale. Unaona madem pale wako na baba I cannot date a comrade. Kisa na maana. Mbona? Si eti kwa kama comrades. Wako na mapenzi nini. Lakini unataka ule baba za kupeleka sijui kule nini na hauwezi piga selfie na yeye hivi. Sasa sikia, huyo mbaba amempeleka, wameenda kwa hoteli, amemnunulia pale mafood nini, anagusa tu anagusa. Kuja kwa nyumba, ile ugali alikuwa ameacha, anaiparamia vibaya sana. Unaona? Nini? Lakini si kweli. Ona, mkiwa na baba mnaona aibu. Amkuli. No, we are just discussing. Hawakuli. Lakini ukikuja kwa nyumba food alikuwa ameacha. Ametoka hiyo chakula aliachiwa kasoda amekunywa tu kiasi. Ama kama ni wine alikuwa amenunulia hata hajakunywa mob. Hiyo food alikuwa amenunulia ameonja tu. Ndio anataka kuset standards. Akirudi kejani mtu wangu. Alafu bibi yake akipiga simu, bibi yao mbaba akipiga simu. Na mimi nyamaza waongeni, unanyamaza unafeli kama. Si unatiji upate inatoka. Kama hakuna mtu, sio na kina nani si mimi. Unaona? No, we are saying just unawakilisha. Mimi siwakilisha ni unawakilisha. Mimi niwakilisha wale wanaume ambao labda wanaamini ya kwamba mapenzi si lazima pesa nini vitu kama hizo. Mimi nawakilisha. So wale mademo ambao pale wanasema mimi siwezi date. Kama mapenzi si lazima pesa, mbona una mapenzi? Mbona una mapenzi? Mbona sina? Mapenzi. No, it's unajua kila mtu anasema kuna mtu ameset time yake ya kukuwa na mpenzi nini. So unaweza kuwa labda if you think pesa konje kwa na pesa sasa kuna multiple girlfriends. No. Mimi hata hakuna mali nimeongelea pesa na ngoja nipate pesa. No. Sasa nikitoka pale nje niseme natafuta mtu, nikiamua kutafuta mtu nitapata mtu, it's not a matter of pesa. I like your confidence. Unaona? Nitapata tu mtu. Basi amua upate. Unaona? That now this is not the right time. Sai si right time. Right time ni gani hiyo mtu wangu? It's not right time kwa na pesa. Unaona? Bado mapema. Wewe ngoja. Wewe kwani uko na bado mapema. Mimi sitaki kuuliza. So na nataka uulize captain kama. Mimi kuna kama mtu mali anangoja kuni surprise for things. Sasa nataka tu nimwambia kuji-DM. Wewe umempangia nini? Kumsurprise nini? Sijampangia, mimi simjui. Lakini hivi kuna mtu mahali ameona tu mshai. Sasa uone the spoil boy wako. Kani kuna pesa hata gari nambaia. Hebu tupe hiyo ideal date. Yenye unaweza fanyia ni kama ni Yesu uko na hiyo do. Unasema umepeleka ule msao wako date unataka kumfanyia 1 2. Hebu tuambie inaweza kuwaje utampeleka maybe kwanza ndio nikutreat. Lazima uko unanitreat. Like vitu niko nazo mingi umenibaia, umenishawa na pesa bla 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 nini. Ndio disco yako ikifika, mimi nafanya same like na reciprocate. Because acha nikwambie, vile gala na kutreat ni reflection of your own behavior. Yeah, vile unafanya. Ni reflection of your own behavior. Like ukitreat them vizuri pia atakutreat vizuri. You understand? So if umezoea kumtreat nini nampeleka out flowers, hadi ikifika birthday yako atakufanyia same. Lakini for me, hiyo pesa itarudi. Nikikutreat leo kesho nitakwambia pesa tu hiyo pesa irudi. Lakini ni madem dodo unafanyanga nini? Kuna madem wengine hata kuspoil hata kufanyia lakini hizo dodo bado anataka. Sikia kuna nails, kuna nywele kama hata zangu zimechapa, nywele yangu imechapa. Kuna nguo, kuna perfume, kuna jewelry. Maybe utakuchange phone case. Kuna wanaume wengine utaangalia, mwanaume utaangalia tu like venye ametreat you msichana wake. Alafu yeye mwenyewe muangalie venye yuko. Jamaa hata mwenyewe hajajispoil, unaona? Hajajitreat and hajajifanyia kitu. Lakini msichana wake lakini lazima bado tujiangalie. Na first priority nini. Hizo vitu ndio mimi nasitambui. If that time comes. Utatambua. Sitatambua. Uja fall in love. Ndio nasema if that time comes, sitatambua. Unakifall in love. Utaniambia. Unaona na macrush. Nini? Unaona na macrush. Uje crush ya mtu. Wewe si binadamu. Unajua sasa ni mimi najiongelea. Hata ukiwa mdogo. Ni mimi najiongelea mimi mwenyewe. Kila mtu akona mama nini zake. Wewe ni crush. No. Nishasema. Niko sawa.
niko sawa. Uko sawa? Kila mtu akona kuna Is settings everything zako okay? umefanya. Yeah. I'm okay. I'm okay. Niko tu sawa. Hiyo ni kali. Lakini si tuko tu hapa. Lakini kuna toka ile If the right time comes. Toka ile kadem kwenye ukimwonanga hivi unafurahia. Inadunda, inaenda kwa Unasikia tu mgongo. vizuri. Unakuwa uko karibu na yeye. Lazima hiyo Bana mimi nakwambia zile mambo nimeona mostly pale nikiwa pale campus. Zile mambo nimeona in the name of love, mapenzi nini. Lazima uwe ready. Achana na Lazima uwe love. ready. Sasa tunaongelea ku crash tu. Crash yetu. tu. Wewe unajua hii financial ni pesa ndio tunaweza fanya mwanaume ukae ni kama hautaki kuingia kwa hiyo ndio kitu mimi najua nayo. Hiyo ina happen. Nini? Sometimes mtu ana feel lazima akuwe financially stable ndio aseme anataka kutafuta mtu ama ingia kwa relationship. Mwanaume Inaweza fanya buda ama ukae hata umefika Mwanaume. 35 hata una mtu. mwanaume ama mwanamke. Mwanaume sasa mwanamke si yeye anaenda kutafuta financial. Naona dama ametulia hapa sana sijui achangie sijui nini Dama kama kama ni ni kama in love. Ha? Maybe dama kwa in love. Mimi nangoja tu place mta au wenye kwa mapenzi. Mkiita Tumekufikia me have sasa. chocolates. I have Tumekufikia. to relate mambo na wapenzi lakini ikifika popa kuorder flowers. Kuna mtoto wetu wa CBC alifunzwa kutengeneza flowers. Anatengeneza vizuri sasa ikifika nataka kuorder uniambie. So mimi nangoja hao wa mapenzi mfanye mambo yenyu. Do your orders Is it- kwangu. CBC. Atengeneza flowers. Yes. Sasa siku hizi inaitwa CBE. sasa wamechange imekuwa CBE. Sasa si amepitia hiyo CBC then nikachange kama ako ndani. By the way, sasa talking of hiyo, by the way, juzi imekuwa Saturday. Kumekuwa na hiyo. By the way, unajua January haijakuwa na vitu nyingi. Lakini at least hiyo ili catch my eye. Juzi ilikuwa Saturday ama ilikuwa last week ilikuwa hiyo World International Education Day. Na nilikuwa naongelea sana hiyo about CBE nini. By the way, mimi na feel mtu wangu. Na feel tuko tu pale homes una feel CBE and everything. Okay, iko expensive as people say nini. But Very mimi na expensive. feel. Yaani I feel kumaanisha. Yaani hata nikiwa pale home, by the way, nimekuwa home nikiangalia brother wangu mdogo vitu anafanya saa hii, vitu anajua. Mazeni vitu kibao. Nako umetengeneza pale mavitu ndogo ndogo, sijui ma key handles, sijui Kuna nini. skills. Mazeni hivi naona iko yani hands on. Unaona curriculum. For real msema ukweli. Yani yes, sema Kenya tuko hatukuwa tumefika economically, hatukuwa tumefika hiyo level yenye tunaweza sema tunaweza adopt hii system. Juu bado ukiangalia pia living standards za watu wengi zilikuwa low kiasi. Lakini ingekuwa tumefika hiyo level yenye pia wazazi wako able kuleta mzazi wako able ku provide kufanya nini, wakitishwa nini inazapatikana, ingekuwa easy sana. Ingekuwa the best curriculum for real. Muni kwenye explain watu. Iko expensive lakini expensive na Very ECBE expensive. ECBE mimi imenifunza kitu moja that usipokuwa keen ukitoka pale wewe ni drop out na uchukue drop out mwingine pale utasumbuliwa sana na mtoto mara kadhaa pale. Sasa mtoto anapewa assignment sasa ni kama mzazi wako ndo anafanya almost tuseme 80%. Nalitoa pale assignment nyumbani alafu akimaliza upige picha utume kule. Kwa hivyo pale hiyo ni another lesson. Kuwa msharp hapa. So that mtoto at least akipewa hizo stars. Hata si about sharpness. Hiyo CBE yenyewe walimu inawashinda. Niko na best ni mwalimu alikuwa anaenda ameingia class grade 10. Anaangalia hivi kitabu haelewi, sijui activity 1 activity 2. Sasa haile activity 1 ndo itaje wani activities ni Ngoja. Mimi sielewi CBE. hata walimu wenyewe hawaelewi, wana guess, wanafanya guess. Lakini si wanafanya sana walimu time ya practicals. Unaielewa. Time ya practical. Unaelewa CBE. Kama sielewi. mimi CBE niko na knowledge kiasi na CBE. Nilikuwa na kuna watu wenye nilikuwa nasaidia kidogo sielewi about curriculum yenyewe but venye na work kidogo kuna watu wenye nilikuwa nasaidia kufill in hizo mashule kuchambua nini. So nikaona iko na vitu tatu zinaitwa pathways. Kuna moja ya arts and sports, kuna nyingine hapo ya STEM na kuna hii nyingine ilikuwa gani? Ziko tatu. Science something. Science and something. Yeah. So mtoto kama kwa mfano mtoto mdogo kwa mfano pale home unaona ni mtu anapenda kushikashika hizo manini kila time anashikashika gadgets. Na muone ameconnect mawaya matochi. Siko unafanya hizo tu kwa mdogo. Lakini sasa hiyo time wewe hiyo time ya 844 ukamwenda ufanye Piga Biology. mahesabu unapata nini wewe. sasa hii CBE itakudirect. Kama unatoa hata huko mnyuko mzazi unaona tu mtoi wangu ni mtu anapenda hizi vitu ma radio. Unajua tu anafaa aende wapi? Utampeleka Kwa ma physics nini. So kuna venye say at least iko ndio maana unasema competency. Hiyo place yenye uko good at doing that thing. Any hands on. Most people ina deal na mambo na practicals. Kama mnaongelea mambo na
field. Kwa mfano kama sasa kuna hizi organizations zinaoffer vitu kadhaa. Kwa mfano huko Mombasa mambo na marine ni marine farming, fish farming. Wale watu wanaweza toka huko waende hiyo place yenye kwa hiyo organization yenye kuna staff kazi zinafanyika. Then watapelekwa kwa fields. Kuna maybe vitu kama hizi computers nini. Wataenda So hawana confusion kasi si unafika form 4 ujue unataka kufanya course gani, uko confused. Umejaza kwa akili na hesabu, maths, biology, kusaidia kabisa. Na wewe upendi hizo story. So ndo maana sasa kuna organizations kama kwa mfano Majestic wako na mambo na fish farming, wako na hiyo digital program yao, mambo na hizo kama ni photography, mambo na media. So kama mtu yeye anaweza fanya, ameona wewe mwana mzazi, mtoto pale kila time unaona anatangaza mpira. Unajua tu yeye anafanya ndio na path gani. So inakuwa easy pia mzazi ku identify penye mtoto yako fiti. Na kuna hiyo hands on. Organization kama hizo unaweza peleka mtoto wako pale mapema hata akiwa bado mdogo kwa chini. Hizo wakiwa na hizo practicals wanaenda pale, wana have some 1-2 wanafunzwa. Akiwa mdogo hivi ashaanza kushika kamera kwa mfano. Basics tu ashaanza kuwa na hiyo knowledge. Wewe niambia ikifika hii age za kuwa shamaliza maybe hiyo 3 years ama ya high school anaenda ile nyingine ya campus. Atakuwa vizuri. So I think alafu niko naambiwa eti after wakishamaliza ni form 4 and form 6 form 6 wanaenda straight kwa attachment kwanza. Ala. Nilisikia hivyo. After hapo wanaenda tu attachment direct. Kuna venye hands on sasa. Hiyo hands on. Iko vizuri sana. Mimi na feel by the way. Nikisema tu expect. Unaamini kama kuna masomo mengine ulisoma na hayakusaidii? Sana. Hapo kwa 844. Mimi bana hata grafu. Kwanza mimi hesabu na nini? Of course hesabu nayo lazima iko kila mahali. Hiyo nayo lazima tu kuna jua. Lakini nimesikia hesabu imetolewa sijui kwa pia ilikuwa itolewa kwa haijatolewa. Sidhani kama unaweza toa hesabu. So sasa ukiangalia pia hiyo ni CBE. Kule kwetu kuna jirani yetu alikuwa ameenda boarding. Kufika shule akapata fees ni mingi. Unajua ile video tena nyumbani akuja ingesa day school. Unaona sasa? Fees ni mingi still. Sasa ndio tukaona gavasa pia penye make mistake ni venye sasa venye wali bring in 844. Watu wako nini? Hii CBC. Watu wako ready. Juu kama saa juzi mtoto amesukumwa kama day school ya Western na uko Mombasa. Umeitwa day school huko, umeitwa Matungulu ama Matungulu za kwetu huko na Mangoflo High School na uko hapa Mombasa na day school. So ndio inakuwa tricky. Vibaya. Hapo ndo walisema nani na cost yake ni mingi. Cost ya bado nini na ni day school. So I think your school fees yao na include kila kitu, mambo na practical bla 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 zote naingiza hapo ndani. Hakuna kutuma nyumbani kununua nini. Hii kuna venye gavel ilikuwa inalipia wasema. Na sasa nadhani ukiangalia kwa hata hizo kwa news utaona kila siku kwamba hata sasa January inaenda kuisha but ni kama watoto hawajaripoti wote. Hiyo namba imeritana. So hiyo kitu so tunaona sasa wanajaribu kupush rais anasema watoto waende shule hata kama hawana uniform, bali sasa ukifika kule bado unasikia hapa unaona. So kuna hizo kumaanisha basically hii nini CBE ni expensive sana. Lakini namba za wase wanatana au shule bana ni mob. Umeona watoto wamefanya KCSE. Hiyo imetangazwa hiyo last year. Karibu wafike mita mtu wangu. Wengi. Kumaanisha watu bana namba zina watu wanasoma mtu wangu. Sasa hapa mbele bro kama bila connection. Mbele bila future. Si hata connections. Hiyo pia hapo ndio hiyo inakuja story sasa ya watu wamesoma nini, umepata na pale kwa nyumba na bibi unajua pia kuna kabuku kake shasoma kona do sasa inafika hiyo time kwa nyumba bro unajua sasa kuna ile mtu ana feel mimi ndo alpha kuna ile alpha feeling na mostly wanasemanga men in a relationship inafaa kuwe alpha but women who are empowered a woman who has learned amesoma na ako vizuri unajua kumcontrol ama pale kijani inakuwa tricky kila mtu ana feel mimi lakini ufe control mwenzako si control but kuna tu ile a little unajua sasa unaona washaanza kukata ashaanza kureact unaona ashaanza kukata sasa sikiza uko na bibi mwenye amesoma kuna nini and then mpata chance ya kwenda Italy kufanya kazi na itabidi akuja kuuliza babe unajua nimeitwa Italy kufanya kazi so uko hapo unaona kama akienda Italy atapata tu mtu mwingine huko atakuwa Stella si unafaa umsupport mwambie anaweza ama mrelocate wote mwende umfuate because kitambo ilikuwa mwanaume kupata kazi hata haulizi bibi yake anakubali kazi then akija home anakuja na bwana yake anaambia bibi unajua nimepata kazi mlifana naenda unaona and then anamwacha ushago ama relocate wote waende so the wife is forced kuacha kazi yake ya kitambo akuje na wewe place nyingine
So sasa mnafaa mfanye same. Bibi akipata kazi kama in Italy, relocate nyote, support her. No, na kama kuna napata huko na wewe uko huko bado uko na kazi nyingine, ama unasema when mimi sina kazi ukienda nje kama umesoma hizo kosa kazi hivyo basi unaweza tu fanya huko anaenda kuniweka huko nikako na okay. Na kama uko na kazi uko sawa uko stable unaweza tu baki umsupport aende. Unaona sitakuwa nakuja huku nini holiday lakini nini cheki long distance relationship mazena ya uongo mtu wako kama uko focused huwezi focus na nini siko focused na what you want in life. Kwanza umesema ati relocate muende wote, hiyo time hakuna funds, maybe ni scholarship amepata ama ni job ameitwa kwa hiyo kampuni na iko bado hata si ati iko stable ati muende wote basi itabidi ameenda and then kwanza kama ni mimi nitaenda kwanza. Hiyo siku point yangu ilikuwa who is the alpha kama nyinyi wote mko educated, hapo ndo noma inatokea kwanza kwa saa hii. Lakini lazima men hata kwa Biblia the Bible says nilikuwa nakuja pale kwa say again mwanamume ni king, the man that after head of the house. Yes. Lakini siku hizi no tunajaribu tuilete tu venye nafai kuwe. Isiku ati nini nafai kuwe hivyo by the way. Mimi nafikiria watu sasa ndo wana misinterpret hiyo kitu. Unaona? So pale mwanaume kuna I think kuna ile respect yake anafaa apewe. Just only that. Ile respect bana hakuna hata hiyo respect bana. Lakini some women wakisoma unaona? So hiyo kitu wanataka kama watambue. Na ndio maana mababu zetu kitambo mababu zetu hao kwa wanatambua hiyo mchezo. Biblically mwanaume anakuwa kichwa alafu wife you submit. Hapana, lakini sababu nilisema uko na mshahara yako, uko na masomo yako, but you be submissive. As simple as that. Lakini sasa hii umekuja submissive you mean? You mean? Yani unanyekea mwanaume apewe ile heshima yake. Hata kama uko na mshahara yako nini. Tunaelewa. For me I think tunafaa tufanye same. I submit. Yeah, iko sawa. Yeah, hiyo ni kweli. Mimi sijakataa. Respect me, see? Nikisema naweza sema kwa nyumba I think lakini ile lakini ya mwanaume kukua hapa ndio ile nasema. Naweza sema nataka tubadilishe kiti kuja hapa, understand? Kwa nyumba na ukubali. So nikisema ati si about kiti, understand? I have to make decisions kwa nyumba. I can also make decisions. I can make decisions, understand? Sote tuko same level. Kama nafanya kazi, meaning pia mimi na provide kidogo place yenye naweza, understand? So respect na fake kwa same. So Marian, speaking kwa hiyo point ya nini about kila mtu akwe submissive kwa hiyo relationship. Mimi sijakataa, but unajua sasa hivi unaona relationship nyingi zinaisha. Nyingi. Broken marriages because si ndio hiyo sasa the point yangu. Hata sio madharau, but nyinyi mna feel ni kama uko pale kwa nyumba bado uko na do zako, uko na job fiti. Like me I know a friend sahi dem si ati amenishina mbele okay, amenishina kitu kama 7 years uko 8. Lakini tulikuwa na close sana. Yes, I am relationship zinasumbua mtu wangu. Juu ni msako na do. Nimsalipata job fit bado alikuwa sharp basi ni do bana. Sikiza jambo wa parents ilikuwa mama anaweza cheat na bwana yake na hatafanya anything, bwana atapiga bibi hatafanya anything, but sasa kama niko na pesa yangu ucheat tu kidogo madhara kidogo hivi mimi najiondoa, of course I have money, so do you think support myself. Sasa utacha relationships nyingi ngapi uende kuna mwingine pia iko the same nikae mtu amecheat at least nitachawa ngapi? Unajua kama mama zetu wangekuwa hivyo sasa tungekuwa hapa. Hatungekuwa juu. Sometimes relationship kuna venye. Mimi nilikuwa na mtu akae kwa ndoa. No. Mshahidi wewe unafikiria unaona kama wale wa mama wanasema wako single lakini wako na do you think wanakuwa comfortable sana? Nafikiria wanakuwa comfortable. But mimi sasa nikwambia, so you mean dem akae kwa relationship na anachitiwa na aka in the name of ndacha. I don't support that, but mimi nasema unaona hii mambo ya kwamba hii submission kuna watu wana misinterpret. Like unaona lazima si ile kufinyiliwa nini, kila mtu akue na kama mwanamume akue tu hapa, lakini in some issues kama ni decision making mnafikiria tu pamoja lakini wanawake sasa wanasema mimi siwezi ati mimi jamaa amekataa nifanye kitu fulani nikaa hizo. So sasa kama the name of pesa, the name of pesa mwanamume atarimeni kukua kichwa. Unaona Biblia kali hata mwanamume mimi I like a leading man. Yes, uko una lead but sisi tuna control. You are leading but not controlling, you understand? Don't control me, lead me, you understand? Na pia act kama mwanaume. Unajua sasa kuna wanawake hawataki hiyo lead me hawataki. With the name of umesoma ama wafanye wote. With the name of umesoma. Hawataki hiyo vizuri. How control unamlead, you support her in her dreams and everything. Akisema anataka kufanya business unamsupport nini emotionally, financially and everything. Hakuna siku utasikia I can't submit to nini. Itakuwa tu sawa. Behind the cameras Omari, hebu tuambie mtu wangu. Tuambie bana hii maneno. Yote mwanamke afaa chini.
Eh, shaka. bana, ndio point bana. Eh? Kwa Fundi wa mitambo ashasema. Bila hivyo hakuna kitu. Hai. Utabaki kwenda kila wakati unaenda kwa wanaume wengine hivyo wanafanya hivyo. No. Ndio hiyo. So you After mean settle, mtu akicheat dem Mwanamke anafaa samehe? akiwa independent, Ehe. unaona ana pesa lakini there's something that she's lacking. Mwanamke. Very correct. ndio hiyo sasa. Wow. Sasa Umaru unidharau tu na nikai in the Sasa- name of- Nani si kudharau? Kama uko submissive sitakudharau. Ndio maana nakwambia unafaa kuwe mwanaume una lead, si mwenye una control. Unaona? Una support bibi yako in her dreams and everything, financially, emotionally, physically zote. Lakini wale wanawake ambao wamesoma hawataki hizo. Hawataki. Nowadays Ndio hiyo hawataki. sasa. Some of Mimi them. Kwanza kando na Some of kusoma them, tu, Omar, money serious. sasa, money. Mimi niko sure pesa ina change mtu wangu. Unajua acha nikwambie kitu moja. Hizi generations zina change. Sasa nikwambie. Kitambo kuna hawa kuna ile time ya nyuma kulikuwa na wale learned people. Hata pale kwa Mintilu Kingeleo kuna ule nyanya fulani mwalimu. Hakuna heshima, ali retire. Na watu wanamrespect baya sana. Juu alisoma. Na yote mkiangalia hata kwa zile shule alikuwa paka na kwa vichwa za wale wanaume, the heads walikuwa pale wanaume. Pia alikuwa bado anawakalia. So sasa nataka uangalie kama ilikuwa generation ya kitambo, kulikuwa na very few women ambao walikuwa wako educated. Sasa nataka uangalie saa hii sasa. Sasa ni wengi. Broken marriages ni nyingi. Na reason kubwa hata si ati ni juu maybe tu watu na shida za familia hapo ndani. No. Education mtu wangu. Kando pia na venye nafaa familia, maybe kila mtu bado si ni akili ya mtu na personality ya mtu, ndio inafanya to shape stand. Mtu anaweza kuwa anajua anachitiwa anafanya nini. Hii kitu imehappen sana. Mtu anajua anachitiwa lakini anasema tu because anataka kuprotect marriage yake. Hataki hiyo nini? Sha hiyo hataki kusikia kabisa. Anastika Protecting hapo. marriage, alafu mimi akili yangu naumia. Acha nikwambie. Cheating ni kama harassment, unaona? Ni kama ni emotional nini? Harassment. Unaona? Unajua mtu anaishingi na hiyo na ni mtu ajisahau, ni kama trauma, you live with it, unaona? Mtu kuheal. Umecheat. Ule mwako like kone mimi nilikuwa sifanye nini, unaona? Anaanza kujiquestion. And I don't like questioning my word. Unaona? Ushaanza kujiquestion kwa nilikuwa sifanye nini? Nilikuwa ama unaona? Okay, what if wewe ushiko ukiwa umecheat? Enda mimi niache. Mbona unisamee? Si Mbona unasema wewe huwezi forgive cheating? No, why? Ngoja, unajaribu kusema education ndio imefanya most marriages zimebreak up. Saa hii ni education na hiyo power penye women wamepata. So unamaanisha mademu hafai kwenda shule? No. What are you Ndio trying to akili yangu ndio mimi kusema ni personality ya mtu na how a person thinks. Zack, ni education ama ni pesa? Hizo zote hizo mbili zikikombiniwa bro, they are very zinaweza damage kitu yoyote. Mimi jaribu kusema women pia nafaa okay, hata kama wamesoma wako empowered na everything, but inafaa waelewe. Relationship nyingi si hata kuelewa hivyo ama vinyo unafikiria, but inafaa tu tujaribu pia to settle for ile tu balance ikue. Respect your man kama lakini juu madem siku hizi mtu akipata do. Yeah, to respect hiyo heshima ikue. Hata kama ndo the same ndio uko na do. Mimi niko na do. Mfano mimi ama. Lakini unapata sometimes pia hata the woman, kuna madem wengi sijasema wote wenye wamesoma relationship zao zinaharibika. Kuna women wenye wamesoma na wako na do. Maybe hata bwana yake ako na a lower job. Lakini wanasupportiana, wanaishi happy na haina noma. So inamaanisha pia lakini hiyo kiburi na ikiingia kwa dem ama sijui ni ile I think ni hiyo making ya mtu pia. Mtu tu wako hivyo tu. Yeye akipata do lakini wanasemanga do inaweza change mtu hata kama alikuwa na tabia nzuri. Mimi nitabadilisha. Si uongo. Pesa itakubadilisha. Ai vibaya. Na usahau mtasudi. Inaonekana kama nyingine. Wewe ashatuambia bwana yeye pesa ikiingia tu. Asubuhi na mapema nimesema